Singapore has one of the most successful stories. Hivi karibuni Rais wa Kenya William Ruto ameonekana kutawaliwa na fikra za kuifanya Jamhuri ya Kenya kuwa kama nchi ya Singapore. Their story and journey did not start overnight. It began 60 years ago. Around the same time we established our housing policy in Kenya. Ila taifa hilo toka bara Asia alikogutuka tu na kujipata kidedea katika sekta anuai duniani. We are a small place in size, yes, geography. This was a mud flat, swamp. Today this is a modern city. Years from now, this will be a metropolis. Never fear. Ruto amekashifiwa, ametajwa kuwa mbwatukaji tu, muongo. If Ruto alisema ataweka watu pesa kwa mfuko, instead ya kuweka akawatoa ile kidogo through taxation. Can you believe him? Can anybody believe anything William Ruto as people are saying? Na mfisadi wa kupigiwa mfano. Kama vile ile serikali hiyo mnaambiwa ya Singapore. Prime Minister wao alikuwa anaitwa Lee Kuan Yew, yule alianza Singapore. Aliweka ndani ministers wake wale walikuwa wezi. Na tunaenda huko kutafuta nini? Siko na kwetu. It is not an easy matter. Kwa hivyo watu wasikubali udanganyifu wa viongozi ambao wanafanya maajabu. Je, uhalisia wa ndoto, ruwaza na tamanio la William Ruto kuilenga Singapore ni mvuke au danganya za toto jinga? It is now unaona nchi imekuwa ngumu sana, and there's such a thing as unachukua paka amekufa unatupa kwa watu. Those are lies. Ati can make Kenya Singapore. Na anaambia ati wabunge huko wanapiga makofi. Those are lies. Rais amesisitiza kuwa kizuri chaweza patikana katika taifa la Afrika Mashariki, Kenya. This country called Kenya, we are going to do the things that those countries did. They were with us as third world countries. Today they are first world countries. Kikubwa ni jinsi rais atakavyofaulu kuwanyamazisha wapinzani na wakosoaji wake anaowataja kila kukicha kwa domokaya wasio na agenda. Tafuteni sera na mkuje na track record yenu. Huwezi kusema kwamba umekuwa uongozi miaka 50, you have nothing to show for it. Wewe ni kumangamanga tu hapa, unapigiwa makofi. Hadi ile kazi kubwa imefanyika ni wewe kupigiwa makofi. Haya ni makala ya Tusubiri Tuone. Mimi ni Matthew Perez Adungo.